Hatimaye tuseme kwamba Ali Kiba ameweza kumuunga mkono mzee mzima Diamond Platinum kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea mara baada ya Diamond kuweza kufunguka kuhusiana na pendekezo kuelekea moja kwa moja serikalini mara baada ya kauli iliyoweza kutolewa before kuhusiana na ujenzi wa arena ambayo itatumika kwa ajili ya burudani. So burudani hapa sio kwenye muziki peke yake, bali hata majukwaa mengine ya wasanii wanaweza kaigiza watu wakafanyaje. So in case kama hivyo, so Diamond Platinum kwenye exclusive interview siku ambayo alikuwa anaifungua upya Wasafi Media aliweza kuzungumza na kusema kwamba inaomba sana serikali iweze kuwajengea arena kama ilivyoahidi. So mijadala ilikuwa ni mengi zaidi mara baada ya mzee mzima Harmonize kuja moja kwa moja na kuzungumza na kusema kwamba hiki ambacho Diamond amekizungumza kuelekea kwenye serikali ni kitu kimoja ambacho hakina maana na haikuwa na uwezo, haikuwa na ulazima wote kwa Diamond kuweza kuzungumza kuhusiana na arena kupeleka malalamishi moja kwa moja kwa serikali, kwani kuna vitu vingi sana ambavyo vinataka vifanywe ili mradi wananchi waweze kuenjoy. So mambo yakawa ni mengi sana mtandaoni, lakini tayari tunaona Ali Kiba naye alikuwa na show yake pale Mwanza, ameweza kufunguka mengi zaidi kwa kila ambacho kimeweza kutokea na tayari anakubaliana na mzee mzima Diamond. Kimekuwaje kwaje hapa? Ngoja nikuletee exclusive interview na details ambazo zimeweza kutokea. Nilikwambia tu kama ni mara kwa kwanza kutazama channel yetu, basi na kuomba bonyeza neno subscribe chini ya video hii na mradi uweze kupata update na taarifa nyingi zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe YouTube channel yetu @Dulcan TV hapo chini. So nyota muziki kutokea nchini Tanzania Ali Kiba ameunga mkono kile ambacho kiliweza kuanzishwa na msanii mwenzake wa Bongo Flava Diamond Platinum kuhusiana na ujenzi wa arena Tanzania, kwa sababu industry ya muziki kwa sasa inakuwa taratibu. So kama tukipata pia arena ambayo itakuwa nzuri na itakuwa developed na itakuwa fresh zaidi kwa ajili ya kuweza kufanya mambo yote ya muziki pamoja na burudani kwa jumla. Hii kauli ilikuja wakati mzee mzima Diamond akiwa anafanywa interview exclusive na Lil Omi pale Wasafi FM. Sasa story ambazo zilikuja ni kuiambia serikali iweze kufungua hivyo. Muda mchache tu Harmonize akarekodi video ambayo hiyo video ilikuwa inasema kwamba namshukuru, nampongeza my brother Diamond kuweza kufungua studio mpya, lakini hakukuwa na haja yoyote kwake yeye kuweza kuzungumza kile alichokizungumza kwa kuilalamikia serikali kwamba haijatekeleza ujenzi wa arena. I don't know what hivyo. So jamaa Harmonize anakuambia kwamba kila ambacho kilifanywa na mzee mzima Diamond Platinum si sahihi kuweza kufanyika. Watu wengine walikuja pia kuzungumza na kusema kwamba hiki ambacho ameanzisha Diamond ni sahihi kweli kuwakumbusha serikali, lakini wako wengine waliungana mzee mzima Harmonize na kusema kwamba hiki ambacho kipo sasa hivi sio muhimu sana, arena sio muhimu, so vitu ambavyo vinahitajika kwenye jamii ndio vinahitajika. Sasa kitu kilikuja kumalizika na tunaona kama Harmonize tayari ameshapigwa chini, kwa sababu kwa Afrika hapa tunazungumzia Tanzania peke yake. By the way, kuhusiana na muziki wa Bongo Flava tunajua kwamba Tanzania giant ambao wametajwa zaidi kwamba ni top 3 wakubwa zaidi kwenye Bongo Flava. Kwanza kabisa ni mzee mzima Diamond Platinum, wa pili ni nani? Ni Harmonize, wa tatu ni Ali Kiba. Hao ndio wakubwa wakuu watatu, japo kukiangalia kwenye engo ya performance bado Ali Kiba yuko juu sana, Diamond kwenye promo yuko juu sana, Harmonize naye yupo hivyo kwenye numbers. So giant wakubwa kabisa ni Diamond, Ali Kiba pamoja na Harmonize. Sasa kama Diamond pamoja na Ali Kiba wamekubaliana ujenzi wa arena, yeye Harmonize ni nani kwenye game? Tukiangalia Harmonize sio mkongo kwenye game, lakini tuseme ana mafanikio kwenye game. By the way, wale wakubwa watabakia kuwa wakubwa, na hiki ambacho kimesemwa tayari rasmi, Ali Kiba ameweza kumuunga mkono Diamond Platinum na akisema kwamba arena itakayokuja kujengwa sio kwa ajili ya Bongo Flava peke yake, bali pia hata majukwaa mengine pamoja na talented nyingine pia zinaweza zikatake place kwenye maeneo ambayo yalitengenezwa kwa ajili ya wanamuziki. So kama serikali itaamua kujenga arena itakuwa ni good thing, kwa sababu hata nje ya nchi na mataifa mengine hizo arena zipo sana. Aliweza kuzungumza mzee mzima Ali Kiba. So kwa upande wako wewe unaona ni vipi hapo? Ni arena ijengwe kwa ajili ya wasanii pamoja na waigizaji wengine masuala ya sanaa, ama wachane na arena waweze kuboresha miundombinu mingine? Niandikie kupitia comment section hapo, lakini nikwambie pia usiache kusubscribe YouTube channel yetu ili mradi uendelee kupata update na taarifa nyingi zaidi. Hii ni Dulcan TV, we connect to the world.